Tukio hilo limebainika baada ya baadhi ya watu waliokuwa wakifanya shughuli katika moja ya mashamba yaliyopo karibu na mto Kilala kuona mwili huo na kutoa taarifa kwa viongozi wa eneo hilo. Mimi jina langu naitwa Nde Saulo Melita Kio. Ili tukio nikiangalia sio mtu amejitupa. Kwa sababu mbona hana shati. Alafu amefariki lakini yuko pembeni mwa mto na ameweka mikono yake hivi. Ni naamini anaweza kukuta labda wamemuulia mbali wakamleta huko mtoni. Lakini kuna habari sio ambazo siyapata rasmi kwamba kuna hao waliomuona kuna gari ili tairi. Sijui ilitoka tairi ikawa wanatafuta ile tairi huko mtoni. Nafikiri ndo wakaona huo mwili wakatoa taarifa polisi. Na mimi niliposhuhudia ndo nikampigia polisi kata wangu, akaniambia mapolisi wako njiani wanakuja. Mimi naitwa Jackson Akio, ni driver bajaji. Tumesikitika kweli, kuna mwenzetu tumekuta ametupwa huko kama unavyomuona hapo. Kisa tukijui, ila sisi wote tumepata tu taarifa kwamba kuna mwenzetu yupo huko. Ndio kama tulivyomtoa ndo tunataka tumuone tujue ni nani. Kwa mujibu wa mashuhuda, mwili huo ulikuwa na majeraha katika sehemu mbalimbali, hali iliyozua maswali mengi kuhusu mazingira yaliyopelekea mtu huyo kufariki na kufika katika eneo hilo. Mimi naitwa Daniel, ni mkazi wa eneo la Poli. Kuna mwenzetu tumemwona mtoni huku, hatujui tukio lilompata. Tunaona kuna damu kwa wenzetu kwenye hicho kibao hapo, lakini hapa ndio sehemu husika aliporushiwa. Kwa hiyo in case labda inaweza kutaka kanyang'anywa pikipiki, tofauti na uona inaweza akawa labda kanyang'anywa pikipiki usiku, baada ya kunyang'anywa akatupwa mtoni huko. Majina yangu naitwa Mwanahawa. Mimi ni kiongozi pia wa majanga na maafa katika kitengo cha IPI. Niko katika kijiji hichi cha Poli. Nimekuja kwenye daraja hili kushuhudia mwili wa marehemu. Niseme ni marehemu maana tayari ni mtu ambaye ameshakufa. Hatujui tukio hili alilifanya ni nani, lakini bado kunaendelea na uokoaji. Hadi sasa utambulisho wa marehemu haujafahamika, huku wananchi wakisubiri mamlaka kubaini ndugu au watu wa karibu wa mtu huyo. Baada ya taarifa hiyo, jeshi la uokoaji zimamoto walifika katika eneo hilo la tukio na kuchukua mwili huo kwa ajili ya taratibu zaidi za kisheria na uchunguzi. Kwa sasa chanzo cha kifo, utambulisho wa marehemu pamoja na mazingira yaliyopelekea kifo hicho bado hakijajulikana, huku uchunguzi ukiendelea. Nikiripoti kutokea